Kukutana naye, kuongea naye, ni mtu mmoja safi sana. Unajua kwa nini watu wanampenda yule shehe? Yule shehe sio Mkristo yule. Yule Muislamu. Yeah. Kwa nini mpaka makundi ya Wakristo wanampenda? Yule ana sifa kuu 4. Simona, hizo sifa kuu 4 ukishakuwa nazo mwanadamu, watu waangalie wewe ni dini gani, hawaangalie ni mpagani, hawaangalie ni kabila gani, watu wana. Kitu cha kwanza alichonacho yule shehe, kitu kikubwa kuliko vyote, ni mnyenyekevu. Umeelewa? Unyenyekevu wake umesababisha kuwaunganisha watu hata kama sio Waislamu. Wakawa kitu hiki. Hiyo 2. 3, ni rafiki wa vijana. Vijana alikuwa nao jirani sana. Hata kama wewe dini uko uielewi, lakini ukikutana na shehe bali anakuelewesha dini mpaka unajisikia raha. Na watu wengi sana wamesilimu kwa kupitia. Ni mtu ambaye ana ushawishi mkubwa kwenye mambo ya kijamii, hasa upande wa dini, watu kumjua Mungu. Tena anakuita kabisa, anakuambia bwana, hiki sio hivi, na Mungu hapendi, hili ni swala ni dhambi unalofanya. Kwa hiyo ni vizuri kumrudia nini? Ndio Muumba wako. Vijana wengi wamegeuka kwa kufuata Mungu kupitia shawani. 3, ni mtu kwanza msikivu. Mtu akishakuwa msikivu maana yake hana dharau. Bwana anafanya kile vile shida. Kuhitaji. Unaona watu wengine wakishakuwa na majina simu tunaita okay. Yule bwana uko na pokea. Kwa nini? Umesikia na nini? Unamwelezea anakwambia bwana kila kitu kinahitaji subira. Mwenyezi Mungu kwa sababu yupo atakupa katika njia hiyo ile. Mtu ambaye bwana fama tumaini ni mwanga mbele za watu. Unajua kwanza msifie mtu akiwa bado yuko hai. Ndugu msifie mtu akiwa ameshafa. Akiwa hai hata mumpe maua yake. Na ndio maana kwani bashia wangapi wametolewa katika cheo hiki. Mbona kupiga kama kelele kama huko? Kwa nini watu wamepiga kelele kuhusu hivyo? Wamepiga kelele kwa sababu walikiunga kati wanadamu na Mungu. Ni bado hajanielewa. Alikuwa ni kiungo kati wanadamu na Mungu. Mtu ambaye kwa analeta watu Mungu, yeye ana ushawishi kuleta watu. Ni Muislamu, si Muislamu, swali watu wanakuwa na. Bwana elewa. Hata wale alete sio kama ni mbaya, lakini hawajawahi kuona ushawishi kama huyu bwana alionao. Ushawishi mkubwa. Watu wa mpira wanampenda. Tumeelewa? Vijana wa muziki walikuwa wanampenda. Watu wa dini zote walikuwa wanampenda. Si Waislamu, si Wakristo. Walikuwa wanampenda yule bwana. Bado yule bwana Mungu akizungumza. Kwanza hana haraka. Anazungumza step by step. Mungu alimjalia kinywa. Mungu anajalia watu vingi. Alimjalia kinywa ili watu waweze kumrudia Mungu. Yeah. Sio zile sauti za watu unaona wanasema vile. Hawasemi bure. Kwani wangapi wanatanguliwa hakuna mtu anayezungumza? Kwani sauti za watu ziwe nyingi? Na shida gani? Maana yake yule ni kuunganisha wanadamu. Sasa watu kanisa hili hawako wengi sana duniani. Ni wachache. Wachache mno. Na hata kujaribu kuiga utaweza kwa sababu sio talanta ambayo Mungu alikuandikia. Yule kapata talanta na Mungu kwamba awe vile. Wewe ukitaka kulazimisha wewe kama yeye utaweza. Sio nani mpaka hivyo. Kwa ni mtu ambaye Mungu kampa hicho kitu kipaji cha kuweza kukusanya watu hata ambao mjui Mungu. Ndio makuta ikawa wimbi la vijana kulalamika. Maana aliwaweka jirani Mungu. Hiyo ni shida kubwa ambayo watu wengi wameona kwamba hakustahili kutoka. Lakini mamlaka ndio zimeamua atoke. Lakini yeye watu bado wako nyuma yake. Wewe uliona siku ile hata msikitini pale mpaka barabara itakufungwa, watu wamejaa. Wanamsubiri waje wamuone. Ni jinsi gani anakuwa ni kiasi cha watu. Na nikueleze kitu ambacho kuna jambo yani watu wanasema vile. Wanakata Mungu. Kuna mioyo ya wanadamu hii inakusema vizuri. Inakuhitaji. Mungu anakuhitaji. You never. Kama watu ni shida wanakutana. Sasa kusudi moja. Watu wanakutana kupiga vipi? Swala loko jirani wao wanakubali kwa mkatani. Inawezekana mambo yake mengine au ni na Mungu wake. Lakini kwa uso wa kibinadamu kwamba yule bwana ni mtu mwema.
Lakini ukiangalia kwa jinsi sakata lilivyo, na baadhi wanasema inawezekana nyuma ya mwanamke na nguvu na msukuma mwanamke afanye yale mambo. Wewe kwa nini ya nyuma mwanamke mimi nimepita kutolewa ile nafasi kidogo, lakini nyuma hapo inaweza kama sielewa. Binadamu ameumbwa kuteleza, na binadamu kama hajateleza usimwelewe. Na siku zote wanadamu utaka kumhukumu, usimhukumu kwa mabaya alionayo. Beba yale mema hata kama ni machache au machache. Ndio hilo ndio. Binadamu ni mtu wa kuteleza. Inawezekana labda kweli mtelezi, lakini yanafutwa na yale mema ambayo mtu. Sisi tunasaidiana mema, hakuna aliye mwema. Kwa sisi tunahesabia yale mazuri zaidi, ndio tunatembea nayo kuliko yale mabovu. Yale mabovu hayawezi kutoka kwa mwanadamu. Unaelewa? Unapewa kuna kitu kimoja na tunaita hivi. Unapewa mwiba. Na unaomba Mungu, na mtu aliomba mwiba ule Mungu amuondolee. Mwiba amuondolee awe safi. Mungu akasema haiwezekani. Mwiba lazima uwe nayo. Sababu mtu ambaye yeye hana nini mwisho wa siku. Yaani kwa hivi. Hakuna jambo ambalo linafanyika chini ya mbingu kama halina sababu. Mungu anasema msali. Mpaka ameruhusu linatokea. Ana sababu ya msingi sana. Sababu inawezekana anataka mpaishi zaidi. Unabani. Mungu ana utaratibu hivi. Ili akutoe katika nafasi yako, lazima mambo yatokee. Yanatokeeje? Yanatokea kwa njia kama hizi, kwamba inatokea mtu anakusingizia kitu ama unafanya jambo na siku zote kwa unafanya, siku hiyo linatokea ili uweze kwenda katika mstari unaotakiwa. Pili, kuna tukio ambalo Mungu analiruhusu litendeke ili akutoe katika hatua moja katika kwa hiyo yule kuna sehemu Mungu anataka ampeleke. Ila yeye anaona kama vile anawayawaya. Hapana. Mungu jinsi alivyo anataka kutoa katika njia moja au nyingine. Ni mbegu. Mbegu lazima idondoke. Hiyo hatua ya kwanza. Hatua ya pili lazima ioze. Ikioza si inanuka. Ikishaanza kunuka sasa ndio ianze kuchipua sasa. Ikianza kuchipua sasa ndio ianze kutoa mazao. Yule sasa hivi anaonekana kama ni mbegu. Umeelewa? Ile mbegu inatoka pale kuoza. Ndio hivi muona imeoza. Sasa inataka ichipuke, ilete kitu ambacho watu wataamini. Yule kuna sehemu anaelekea. Kuna sehemu anaelekea. Ila sasa kwa akili za binadamu, hawezi akaona binadamu kwamba anataka kuelekea. Ila anaelekea kuzuri zaidi kuliko kwa alipo. Na inawezekana Mungu kaona nafasi aliyokuwa nayo hii itamdumaza hapa alipo hataenda sana. Ngoja aende kwa kupitia njia hii. Mungu ana sababu nyingi sana. Ile dhahabu unaamini kwamba wewe unaweza kupata ajali, jana ukapata ajali. Kumbe ajali ile inaenda kusababisha wewe utajiri. Ajali inaweza kusababisha ukaenda ukapata mchumba. Ajali inaweza kusababisha wewe ukatoka katika hatua moja ukaenda, lakini usingekuwa umepata ajali, wewe ungeishi maisha ya matatizo. Kwa kila kitu, tushukuru kwa kila jambo. Na inawezekana shehe huyu kwa nini nimemsimulia sana? Sasa ni mtu wa watu. Nisio mtu wa watu mimi singemsimulia. Simuona? Yeah. Lakini nimemsimulia kwa sababu ni mtu ambaye watu wanampenda. Ni mtu hata mimi nilikuwa nampenda. Hasa kama hata mimi alikuwa ananipigia simu. Simuelewa? Sasa mimi na nini mpaka ni mtu ambaye alikuwa ni mtu wa kawaida, yani ni mtu ambaye alijishusha akajiweka level ya wanadamu. Kwa sababu kuna watu wengine wakishafikia level zile wanajishusha, sio level za wanadamu. Wanabagua watu wa kuongea nao. Kwa hiyo huyu anafikika. Anafikika kila sehemu unakumtaka anakuwa anampata. Lakini hao wengine wana watu wao. Hata katika viongozi, kuna viongozi wengine wanaongea na watu. Viongozi wengine wanaongea na watu, naomba sio level yangu. Simuelewa? Kwa hiyo yeye alikuwa ni mtu wa kawaida sana. Ndio maana unakuta watu wakubadilika sana. Na kuna wengine mpaka kuyaona mpaka kujiera. Sasa hao ni kategori nyingine hiyo. Hiyo kategori nyingine. Huyu ni mtu wa design yake. Ni mtu ambaye kila mtu kasikitika. Hata mimi nimesikitika kwa. Sasa mchungaji, kwa hiki kinachoendelea mtandaoni tumeona comment nyingi, wengi wanakuambia yule shehe aliyepangiwa kaimu ile nafasi, watu wasema huyu hatumtaki na hatumjui. Tunamhitaji shehe Walid arudi pale. Wengine wanakuambia kama vipi basi tutaandamana. Sasa mambo ya kufika huko mchungaji, hii nini wanatakiwa wakifanye viongozi? Sijui bwana, huko wana utaratibu wao. Kila watu wana utaratibu wao. Sio kuhusu kuingilia utaratibu wao. Sisi tunasemea pale ambapo tukimuona
kile kitu kilichokuwepo hakipo, ndio tunaposemea. Hao mengine ni utaratibu wao wenyewe. Sisi tunasemea pale ambao tulikuwa tunamuona na hapa alipo ndio tunapozungumzia. Lakini swala utaratibu kwamba kwa nini huyu kaja huyu katoka ni swala lao. Sawa. Shukrani. Unafikiri unatoa ushauri gani kwa namna moja katika maamuzi ambayo yalofanyika na baraza lao la Waislamu katika harakati za kuwatetea viongozi wao wa dini ambao wanapendwa? Tumeona wakina Sheikh Kishki wamefanya hivyo, lakini pia limejitokea pia wakina Sheikh Waridi pia hivi uamuzi unachelewa na mambo yanazidi kupamba moto, na kama hivyo mwanamke anapata kichwa. Unashauri vipi kama viongozi wenzako wa dini? Yani kwamba kila watu wana utaratibu wao. Wao wana utaratibu wao jinsi walivyomweka na jinsi walivyomtoa na utaratibu wao. Kwa hiyo sio tuwezi kuingilia mambo yao. Sisi tunazungumzia kile kitu ambacho alikuwepo katika sehemu fulani, leo hayupo, ndio tunachozungumzia sisi. Basi. Lakini mambo ya kusema kwamba taratibu zao, wao wana taratibu zao, wenyewe wanazijua, huwezi kuingilia kwenye mambo yao. Shukrani.